People rising up now. One down, and ignore our voices. One down, justice must prevail now. One down, one down. Every leader must know. One down, our comes and goes. Bombo Mario. Up on the 110 police. One down. People watching up. Tafadhali twende pole pole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende pole pole, twende pole pole, wananchi wako nyuma. Haya,
Wanabungoma wewe! Wakikubali maji DJ
Wana Bungoma, tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time. Acha kuinua mkono, unanizimia nini? Every leader must know. One time, comes and goes. One time, do we what can say? One time, where the sun goes. One time, them out way. One time, where we're watching. One time, go easy. One time, people rising up now. One time, can't ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time. One time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka sasa. We are tired now. One time. One time.
Rinyo DJ. Wana Bungoma haye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani, kuja. Kuja kabisa. Fungua njia. Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound, rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wafike mpaka huko Sugoi. Harambee! Mkono juu, harambee! Umekaribisha wageni tena. Sasa nataka mwe watulivu. Mungetaka wageni watuongeleshe. Kwamba ile harakati ya kukomboa Bungoma upya imeanza. Mutajiunga na sisi. Ya pili, Bungoma lazima sisi tuhesabiwe. Huko Busia wanasema one term, Kakamega wanasema one term, Vihiga wanasema one term, Trans Nzoia wanasema one term. Je, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Nione. Sasa tuko na viongozi hapa. Tuko hapa na Rigiji mwenyewe. Tuko hapa na Cleo Malala. Tuko hapa na senior wetu Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na mtoto wenu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na mtoto wenu Fred Matiang'i. Mtoto wenu mwingine George Natembeya. Na viongozi wengi tuko hapa na Zakaria Barasa. Tuko hapa na JP Muturi. Omwana wenyu Mugisa Kitui. Tuko hapa na Richard Onyonga. Sasa yangu ni kukaribisha wageni na kuhakikishia wa Bungoma ni one. Bungoma ni one. Ruto must. Ruto must. Asante sana, nimlete Mheshimiwa Eugene Wamalwa aweze kuongelesha na aongoze hiyo kipindi imebaki.
msema kesho ni lelo runo, muli tayari? Wewe ngoma, mwekwele wakeni, mwekwele Rigiji, mwekwele Kalonzo, mwekwele Matiang'i, mwekwele Muturi, mwekwele abana befwe kileo natembea Mugisa. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma, na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa sawa, muko tayari tukomboe Kenya kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo? Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi, na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, mumeniona nikitembea na Kalonzo Ukambani. Ukambani yote, Kitui, Machakos, Makueni wako one town. Tumekuwa kwa kina Matiang'i, huko yote ni one town. Mlima kwa Rigiji yote ni one town. Tumetoka Masaini ni one town. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Harambee! Ruto! Kasongo! Kaongo! Zakayo! Mikono tena nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto, umemwaga damu ya watoto wetu Gen Z. Sisi watu wa Mlembe ni watu wa amani, hatukubali uongozi wa damu. Umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha, June 25th, tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda kuzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki upande wa pipeline. Nimepata mama yake anaenda kuzika mtoto wake. Hapa Bungoma mwaka jana kuna kijana mjukuu Elijah Masinde anaitwa Willy Sitati, kijana mwenzenu aliwawa Nairobi, tumemuzika Maeni. Hii uongozi ya damu ya Bwana Ruto, mnakubali Ruto ende asiende? Na damu yake ende asiende? Mauaji yake ende asiende? Pili, kuna wizi. Gen Z walisema wakomeshe mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kwenu wameiba factory yenu ya Nzoia. Nzoia imeenda haijaenda? Ruto aliahidi siku 100 mkimpigia kura, akiweka Biblia chini, ataleta mashini mpya Nzoia. Alisema hakusema? Mashini alileta, si ameuza? Alisema atalipa wakulima wetu wote wa miwa. Hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote wa Nzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende? Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile Wamalwa na Kibaki walishikana. Mnakumbuka Wamalwa alienda akaenda Nyeri, akapata Kibaki, wakashikana, waliunda serikali ya Wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Tutembee naye vile Wamalwa atembee na Kibaki, tuunde serikali? Wangapi wanatupa ruhusa twende na Rigiji? Wamalwa alitoka hapa akaenda Ukambani akatafuta Ngilu na Kalonzo. Mumeona Kalonzo hapa? Mnatupa ruhusa tutembee na Kalonzo? Twende Ukambani tutafute marafiki tuunde serikali? Wangapi mnatupa ruhusa hapa? Matiang'i yako hapa na Wakisii wote umeona Onyonka pale, baba na Befwe wa Masava. Mnakubali tutembee nao jamaa? Tutembee na Gen Z tuunde serikali? Basi nataka nilete nafasi hii the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka.
Hapa ni Bungoma. Bungoma hoye! Bungoma hoye! Bungoma one term! Bungoma one term! Basi kabla ya kuongea, tumekuja timu kubwa sana ya Wiper. Nikisema Wiper utanipa Komboa Kenya. Wiper! Wiper! Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Pale kuna kijana anatoka Nyali, Moda we Mombasa, we kijana. Pale kuna mheshimiwa anaitwa Mwana Mule kutoka Matungulu upande wa Machakos. Hapo kuna mheshimiwa anaitwa Kimilu anatoka Makueni. Hawa ni wale ambao wamedhibiti upinzani. Wao walikataa kununuliwa na Kasongo. Alafu kuna mheshimiwa mwingine hapa wapi? Mheshimiwa Makali Mulu, mjumbe kutoka Kitui ya Kati, anafanya tamu yake ya 3. Alafu kuna mama anaitwa Susan Kiamba, mjumbe kutoka Makueni. Kina mama Kasari, kuna mama Kakuya kule anatoka Kasarani. Kuna msichana anaitwa Bosbori kutoka Ndagoreti. Msichana huyo mrembo. Tuko na mheshimiwa Machakos Town anaitwa Munyaka kutoka Machakos Town. Kuna mheshimiwa kijana anaitwa wakili Njiru Ndegwa. Wanamjua, hatari sana yeye, kazi yake ni kutoa vijana wala anashikwa na Kasongo. Alafu kuna Nuru Okanga, kijana yetu kutoka Nuru Okanga. Nuru Okanga. Pia tuko na mama seneta yule Robo ametupwa na Kasongo juzi, akakatalia akasema ati kwa kuonekana na Matiang'i. Sasa huyo mama ako strong. Tuko na Magara pia ni chama, ni leader wa chama. Akipata nafasi atawasalimia. Gemosi, mheshimiwa Gemosi, asante sana. Huyu mtakaribishwa huyu. Ken Babu. Kijana Ken Babu wa JNC. Hebu fanya hivi tuone vijana vijere. Anguka nao, sio? Wangapi wako tayari kuanguka nao? Asanteni. Wenzangu watawasalimu. Lakini kwa sasa watu wa Bungoma, watu wa Kandui, Mwilembe Nation, Mwilembe Lodi, Mwilembe Handi, Mwilembe Swa, Mwilembe Twa, Mwilembe Mia, asanteni. Kwa kifupi, nimewahi kuja Bungoma mara nyingi, lakini leo Kalonzo amerudi Bungoma ndio niwaeleze yale ambayo yameendelea Kenya nzima. Mnakumbuka tulikuwa na wenzangu kina Weta. Mimi hata nikampenia Weta hapa mkimwita babu wa Roma. Mnakumbuka kina Mudavadi, lakini ndugu zangu hawa walienda wakasalimu amri. Mwisho nilikuwa hapa na Tinga. Mnakumbuka? Si mara 3 nyinyi mkatupigia. Kwanza tulikuwa Coalition for Code, mimi na Weta na Raila. Kisha baadaye tukakuja na Azimio. Mara 3 2013 nikasimama na Raila. Tukaibiwa kura, lakini wasema haijali, tusonge mbele. 2017 tukaibiwa tena. 2022 Raila akaibiwa na Martha Karua. Sasa Wakenya wamechoka na wizi wa kura, na wale ambao wanaiba ni kina Kasongo. Sasa tunawaambia hivi, kura ambayo inakuja haiwezi ibiwa tena. Wenzangu wakinikabidhi hiyo bendera, mimi sio Raila wa kuibiwa na kusema tumeibiwa. Tutaweka majenzi kila mahali, tutaweka majenzi, watasimamia vituo vya kupiga kura 50,000 Kenya nzima, na watapeperusha matokeo moja kwa moja
Hatutangojea ati Chebukati ati kwenda Bomas of Kenya. Wizi wa kura umekoma. Wizi wa kura nisema riswa. Wizi wa kura sema riswa. Wizi wa kura, yaani hiyo shetani ya wizi wa kura amekwisha, na ndio tunasema sababu ya kupora uchumi, kwa sababu ya kuua watoto wa Kenya, kwa sababu ya kutohakikisha na kutoajibika kikatiba. Katiba 2010 ndio inatupatia uhuru. Kenya will forever be a multi-party democracy whether William Ruto likes it or not. Nyinyi watu wa Bungoma na watu wa Western Province kwa jumla, mnajua Mumia Sugar, kumbukeni Pan Paper, kumbukeni vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kazi, na kwa sababu hakuna mwekezaji anaweza kuja kuweka mali yake Kenya, mali ya uporaji. Akitaka kampuni ni lazima apate 10%. Kumbukeni Ruto alikuja Kakamega akamtisha muhindi moja, akasema mambo ni mangapi? Mango ni mangapi? Huyo muhindi alitishika mpaka akaenda polepole kidogo anapelekwa na ndugu yangu Weta kwa Ruto, akaambiwa mambo matatu tutakulipa, kwa sababu tulisema tutakusafirisha kwa Mungu. Hakuna Mungu, mtu ako na mamlaka ya kuua ama kuchukua maisha ya mtu. Huyo muhindi sasa amerudishwa bila kuuzisha watu wa Bungoma na watu wa Kakamega na watu wa Busia na watu wa Trans Nzoia, wakapatiwa ili apanguzwe hofu, akapatiwa Trans Nzoia. Miaka ijulikani, watu wa Trans Nzoia hawajajumulishwa, watu wa Bungoma hawajajumulishwa. Kuna sheria inasimamia public private partnership na inasema wananchi ni lazima wahusishwe. Mambo hayo yote tukujumulisha, William Ruto has been put on the balances and found wanting, na ndio nasema yeye aende one. Wangapi anasema lazima aende one term? Hii jamaa, nimewahi kuja Bungoma, sijaona Bungoma mkijitokeza namna hii. Mujipigie makofi, mujipigie makofi nyinyi wenyewe. Kumekucha. Wale wametumia watu wetu vibaya kupatiwa mamlaka na kisha kwenda kuuza hiyo mamlaka, wakati wao umefika. Na kwa hivyo sisi tunaungana na ndugu Eugene Wamalwa. Huyu jamaa karibu tuuawe na yeye 2023 kule Nairobi. Walikuwa waziri wa defense. Huyu jamaa anajua mambo ya serikali. Eugene is a pedigree. Mimi niliwahi kufanya na kijana Wamalwa vile vile. Tumeona yote. Tumefanya na Kibaki. Tumeona yote. Kwa hivyo wakati sasa wa Kenya wachukue mamlaka kwa njia ya kikatiba na kukataa uongozi mbaya ni sasa. Tutasimama na vijana Gen Z waliuawa, hata hii polisi ambao wanapiga wengine tear gas, wao wenyewe wamevinyiliwa kama watu wa kawaida. Ile payslip yao nusu inaenda kwa Kasongo. Kila mtu anachukua mshahara Kenya hii analia. Mwisho nataka nitoe tahadhari, munisikize. Miaka yote tangu tujinyakulie uhuru, majeshi yetu ya Kenya imeheshimika. Kenya Defence Forces. Huyu alikuwa waziri wa defense, lakini sasa hata askari ile wanapatiwa chakula yao lazima waende wakalipe kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Hiyo ni aibu, sio aibu? Wangapa sema majeshi hatutaki wahusishwe kwa siasa na kunyimwa haki yao, ndio wanalinda nchi hii. Kwa hivyo yeye Ruto kama commander in chief, kama hawezi kuchunga askari yake, huyo sio commander in chief. Kwa sababu hiyo ndio tuliharibu mpango huo, uliharibu mambo ya Higher Education Loans Board, mpangilio elimu. Kwa hivyo wakati umekataa, alafu kuajiri watu kiholela, ati ukitaka kupata kazi ya jeshi ni lazima upelekwe kichini. Hayo hatutaki. We want a professional defense system
This is why askari jeshi wetu wameheshimika dunia nzima, ijapokuwa ile polisi Ruto amepeleka Haiti. Haiti ya kukaliki. Haiti alipeleka polisi yetu kule bila mpangilio, mpaka sasa wajifunza mambo ya guns. Mambo ya guns. Wewe umewahi kuona polisi akiandamana na watu anabeba rungu? Ati wao wameshindwa hata wapatie vijana rungu. Wangapi wanasema mambo ya rungu ni tawe? Kwa sababu tunataka mapinduzi ya amani. Wangapi wanasema one time kwa amani aende jamaa huyu? Alisema mnataka niende wapi? Njia moja wazi. Jiuzulu pamoja na serikali yako. Patia wananchi wa Kenya nafasi ya kuchagua uongozi mpya. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wekeni mkono. Nimeongea kwa kirefu because it was important. Hata hii mambo ambayo wanaumiza watoto, kuua watoto, tumemweka former Attorney General JB Muturi ambaye hata mtoto wake mwenyewe alichukuliwa. Yeye anasimamia tume ya kuhakikisha wale wote wameuawa na Ruto kiholela watalipwa marudufu. Leo hii watu wa Homa Bay wanamzika kijana wetu Ojwang. Jana vile na hata huku Eugene amesema mtamzika mtoto hapa Webuye na kwingineko. Kwa hivyo Wakenya mtaregeshewa heshima yenu, lakini msiogope. Hakuna mtu ambaye atakuja kuwauzia watu wa Bungoma uongo, na sisi tutasimama na nyinyi kama kawaida. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bungoma oye! Tuendelee tusiendelee? Baba wale kaisiri. Bali omtayabo lali lisaeli ambusia na mikalwa. Be Bungoma busale buli kwambusia. Samwabone natiro mukamba. Sakwangone busale kendera natembea. Sakatiro mukisi. Sawabone ngakunyiro mukisi. Mwabone ngakunyiro mukisi. Karibu government. Asante sana. Bandu wewe Mulembe Lundi, Mulembe Swa, Mlibalamo. Sisi kwanza tunashukuru nyinyi sana kwa kupata nafasi kuja kukaribisha wageni wetu hapa. Hii timu ambayo mnaona hapa ni timu ambayo inakuja kukomboa Kenya. Harambee! Harambee! Kuna wajamaa tuliambiwa kwamba sisi tumewaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri kwamba tulikuwa tunawadanganya. Bungoma tumefika bana. Halo, unanipata sasa? Kuna majamaa sisi tuliwaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri tunafanya mchezo. Tulikuwa tunafanya mchezo? Na sisi wakati tumelandi Bungoma hii Bungoma ndio bedroom yetu, si ndio? Yale maneno ambayo tunaamua Bungoma ndio maneno yataenda kufanyika. Ama namna gani watu wetu? Na mimi nimesema na narudia tena kwamba jamii ya magharibi sisi tuko wengi kwa idadi ya watu, si ndio? Lakini wakati masuala ya kitaifa yanajadiliwa, sisi hatuko kwenye hiyo meza. Kuna majamaa wawili wamekaa pale ati wanakula kwa niaba yetu. Ati wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sema tawe. Sisi tunajenga nyumba yetu. Nyumba ambayo inatupeleka kwa meza. Tutaenda meza sisi wenyewe, hatuwezi kutumia broker tena. Bale wana wajangu. Wakati President Ruto alikuja hapa akitafuta kura, alisema kwamba tunapewa 30%, si ndio? Hiyo 30% mnajua mahali ilienda? Hawa jamaa walipewa wakakula. Walipewa wakauzia watu, mara nyinyi mna pesa ya kununua, si ndio? Tunasema riswa. Tunasema riswa. Wakati wa jamii ya Muluya kuwa watchman, kuwa maid, kuwa mtu wa kuchimba makaburi, mtu wa kupasua kundi kwa matanga, tunasema nini? Tunasema nini? Tunasema nini? Watu wetu, acha niwaambie,
Hii Kenya hii kumekuwa na president kutoka kwa jamii mbili, si ndio? Jamii mbili peke yake. Leo hii mtoto wa Kenya akizaliwa anajua kwamba usipokuwa Mkikuyu ama Mkale huwezi kuwa rais wa Kenya. Yule mtu ambaye amepewa fursa na Mwenyezi Mungu kuvunja hiyo laana na kufungua milango kwa jamii zingine zote, wakiweko Njemzi, wa Borana, wa Masai, wa Pokot, yule mwenye amepewa hiyo fursa ya kihistoria ni jamii ya Muluya. Mnakubali ama mkubali? Twende kwa meza, tusiende kwa meza. Sisi tunaongea na wenzetu hapa. Hatutaki watu waende na propaganda na kusema kwamba kuna candidate ambaye tutakampenia sahihi. Tutaenda kukaa kwa meza, tukubaliane nani atabeba bendera, si ndio? Bandu baba mmoja mliluju titi, kujua mulu bofu, si ndio? Ameka bechanga kariena. Saka bechanga rio. Kwanza kulikuwa habari tawe. Wakati watu wetu kuumia na kufanya kazi mzito kama ya punda inakwisha 2007. Tumeleta watu yangu. Bandu baba embole regara shambole. Na wama nano wakebili la kosi. Wakebili la kosi. No kana sipande tawo jo ime sipande. No na sipande no kwanja kurejeza chukura. Mauli wa bandu bafwe. Kura yako, ningao yako, kura yako ndio tupeleka kule kwa meza ama naona gani? Jambo la mwisho, mimi niliongea mambo ya Nzoia wakanikamata kwa sababu wamegawana Nzoia. Walitudanganya kwamba wakulima wanalipwa kila Ijumaa. Hata leo wakulima wanatakana kuwa wamelipwa. Wamelipwa hawajalipwa? Wamelipwa hawajalipwa? Wafanyikazi wa Nzoia wamefutwa wote, ni Wahindi wameletwa huko. Hiyo factory ni watu wetu waliwacha mashamba ili factory ikajengwa. Wale ambao hawajui, watu wa Ututu, watu wa Kongoli, watu wa Chalicha ndio waliwacha hiyo mashamba, hiyo factory ikajengwa. Huyu Mhindi anaitwa Rai. Mimi namwambia mchana huu, ile siku tunachukua uongozi wa taifa la Kenya, tutamfukuza kutoka Nzoia. Hata kaa Nzoia vile waliua Pani Pepa, wameua Nzoia, wameua Mumias, wameua Kitinda, wameua Jinari, wanaua watoto wetu. Mambo yanafika wapi? Kwa kulizina, kwa mtambo, mapendeleo, ukabila, kwa wifwi. Jinsi muko chonjo. Kuna majamaa taka sasa, ndugu yangu huyu ambaye alikuwa bosi yangu, nilikuwa Harambee House, anaitwa Mati. Hamjambo tena. Haya, wacha nisikie Harambee. Harambee. Eti Bungoma mna nimekuja hapa kuwaeleza hivi, kwa sababu zamani mimi nilikuwa waziri wa usalama. Kuna mambo ambayo yanafanyika hapa, na nilisema zamani nilikuwa waziri wa usalama, ya kwamba watu wanaingia wakati wa riot vile tuliona last Wednesday na Sabasaba inakuja Jumatatu. Alafu watu wanaingia town wakiwa na rungu na kisu, wanapora mali ya watu, goons wanaletwa huko. Alafu serikali inatuambia eti ni upinzani imelipa hao watu. Sisi tuko na namna ya kulipa watu kama hao? Sisi hatuna namna ya kulipa goons. Na niseme hivi leo hadharani, tusikizane zamani, sababu unajua wakati wa mambo ya usalama ikifika na stability ya nchi, hiyo inatugusa sisi wote. Hakuna serikali, hakuna upinzani. Tunataka nchi yetu iwe na usalama na tukae pamoja na serikali. Mimi nasema hivi nikijua kwamba hakuna mtu ambaye ana uwezo kuliko serikali kujua kila kitu. Kama kuna mtu analipa watu, serikali lazima inajua ni nani analipa watu, ama namna gani? Kama kuna watu ambao wanabeba rungu kuingia town, lazima serikali inajua ni akina nani.
Hawezi kusema eti watu wanabeba rungu wameingia hapo kuvunja maduka ya watu, wameleta na watu wapinzani. Mbona hawajawakamata? Sababu walikuwa huko na polisi wakifanya hayo maneno. Ninyi mnakubali maneno kama hayo? Huo ni uongo. Na hizi ambazo tunaambiwa hapa stories za uongo kila wakati, badala ya watu kufanya kazi yao ambao nyinyi mmewapea, kazi yao ni kusema story na uongo kila wakati. Sasa unajua nyinyi wananchi mmeamua na Gen Z mnasema mnataka kazi ifanywe, tuache mambo ya story. Mnataka story ama kazi? Story ama kazi? Nionyeshe wale mnataka kazi, tufanye kazi. Kazi ya kutumikia taifa la Kenya. Na tunawaambia hawa viongozi wa serikali hawawezi kusingizia wakati kazi iko ya kulinda taifa la Kenya. Ama namna gani wananchi? Kwa hivyo matata ikitokea, watu wetu wakiuawa, wamelipwa kuja kuharibu biashara ya Wakenya, wao lazima wajue ni nani na watuambie ni nani. La mwisho, viongozi wa serikali hawawezi kusema kuna mtu ambaye ana uwezo zaidi ya serikali. Mimi nawaomba hao ndugu zetu wa kwa serikali wasikie yale ambao wanasema. Are they telling us that they are irredeemably polisi wapelekwe kwa koti? Mimi nawaomba wananchi, tusikubali mastori haya, tuendelee tukae pamoja. Mwisho, ninawaomba vijana wetu na wananchi wote, na imani Mungu atatusaidia. Tukivuka hii daraja, tutatengeneza serikali yetu na nchi yetu itarudi kuwa vile ilikuwa na usalama wa kutosha, na nchi itarudi kwa serikali inayoaminika. Mnataka serikali inayoaminika? Nionyeshe kwa mkono wale mnataka mabadiliko. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Matiang'i. Nafasi sasa ni ya JB Muturi ambaye alikuwa Attorney General wetu wa taifa la Kenya. Watu wa Bungoma muko? Mumefurahia wageni? Si mimi ni mtoto wenu? Si nimewaletea wageni? Mumefurahia wageni? Nataka kuambia kitu kimoja. Vijana munisikize sasa. Naomba vijana yangu munisikize sasa, si ndio? Mimi ni mmoja wenu. Mimi nimezaliwa hapa. Mimi usimama na nyinyi. Lazima tutembee na hawa viongozi tuweze kubadilisha Bungoma. Muko tayari? Muko tayari kutembea na Rigiji, kutembea na Kalonzo, kutembea na Eugene, kutembea na Natembeya, kutembea na Muturi, kutembea na Mugiza, tubadilishe Bungoma ili pia nyinyi muweze kuwa na pesa kwa mfuko? Vijana muko? Kabla sijaongea, juzi mlikuwa mmeshikwa, si ndio? Mlishikwa, si ndio? Nisimama na nyinyi mwanzo kusimama na nyinyi. Nisimama na nyinyi mwanzo kusimama na nyinyi. Ule wakili ambaye alikuja kotini akahakikisha vijana wamewachiliwa, niko naye hapa, anataka wasalamie. Ndio wasalimia. Hasira za nini we Kasongo? Hasira za nini we Kasongo? Wataka kuniua bure Kasongo. Kenya si yako nami si yangu, na sio ya mama yako. Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Nasema makosa we Kasongo. Harambee!
Hajatosha. Baraza yuko sawa, yuko sawa. Wapi nduru ya baraza? Wakati wa kujikomboa umefika na ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Wapi nipatie Wiper. Wiper. Nikisema Wiper unasema komboa Kenya. Wiper. Wiper. Hii ni wakati wa kujikomboa. Wewe kijana, kama una mauaji katika nchi yetu ya Kenya, Ruto must. Kama unataka kumaliza ufisadi katika nchi ya Kenya, Ruto must. Kama unataka kumaliza abduction, Ruto must. Kama unataka kumaliza, anaitwa Stephen Kalonzo. Stephen Kalonzo ametosha, hajatosha? Ako sawa, yuko sawa? Yuko fiti, yuko fiti? Nipatie nduru ya Wiper. Kabla sijamregeshea baraza, wacha msalimiwe na wabunge wa Wiper. Bungoma! Mimi nataka kueleza Kasongo vile ataenda nyumbani. Kasongo, ukitoka State House ununue pizza hapo Westlands, upande pale ni Muru, uteremuke Naivasha, uelekee Kikoboi, ufike Nakuru, uelekee Band Forest. Ukitoka Band Forest utaingia Sigoi uende nyumbani. Mwenyezi Mungu awabariki. Arambe! Mimi nasema hatutaki serikali na watoto wetu, lazima Kasongo aende nyumbani. Asante sana. Watu wa Bungoma muko? Vijana muko? Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Mungu akinijalia nikiwa gavana na Mungu ajalie viongozi hawa wachukue serikali, kitu ya kwanza tutafanya ni kurudisha kampuni ya Nzoia kwa watu ya Bungoma. Kitu ya pili naambia watu ya Bungoma, Mungu akijalia tuchukue serikali, uwanja ndege ambayo Wetangula na Lusaka wamechukua tutarudisha kwa watu ya Bungoma. Kitu ya tatu na ya mwisho, najua Bungoma watu wengi wakigonjeka tunapeleka Eldoret, si ndio? Mungu akinijalia niwe gavana, hizo nyumba wanajenga za affordable housing, mnasikia? Nitabadilisha ikuwa hospitali niweze kutibu nyinyi wote. Asanteni na Mungu awabariki. Haya. Bungoma hey! Bungoma hey! Umeona George natembea? Umefurahia? Mimi naitwa Nuru Okanga. Na mimi niko kule, mwingine huko Nairobi alisema ati raia akikaribia polisi apigwa nini? Apigwa nini? Mimi naambia ule jamaa badala ya risasi akuje tuonane na yeye one on one. Mundu gumu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Omingo Magara. Kenya Social Congress, ndani ya hii muungano tujenge serikali nyingine. Sawa sawa? Hapa tuko na Mheshimiwa Kamosi. Arambe. Harambe. Muko. Wamama mpo. Mulisikia ule mama Nairobi anasema ati vijana wasiende maandamano. Ati anapeleka pale, kuna sheria anataka kuweka. Tunasema tawe. Tunasema nini? Tunasema kwa mbovu tawe. Mheshimiwa Justin Muturi. Bungoma ni nyinyi.
mwananchi wa kawaida wa Kenya? Ati duniani yote watu wameulizwa maswali, watu wapeane ni rais mgani dunia kote ule mfisadi zaidi. Hii sio uvumi, hii sio uvumi. Kenya ni nchi, napaka wimbo wetu nasema Kenya yastahili nini, lakini tukiwa na rais ambaye ndiye mfisadi zaidi duniani, tutapewa heshima kweli? Aende asiende? Na mnajua Kasongo sio tu kwenda. Uwezi kuwa umeiba vijana, umeiba mali ya wananchi kama vile Nzoi hapa, alafu tukuachilia tunafuga kuku hapa Usugoi. Lazima Kasongo tukitutoa kule Ikulu mara moja kotini. Huyu Kasongo ni mtu anastahili kuwa jela maisha mwake yote ile mewaki, kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya mambo the same things expecting different results. Ati mtu amepora mali, ameua vijana, ati tukipiga kura tunamwambia aenda ukafuga kuku. Itawezekana kweli? Ule mzazi ambaye mtoto wake ameuawa atapata heshima yake namna gani? Haki yake itatoka wapi? Ndio mimi nasema hapa nikiwa Bungoma, huu muungano ni muungano wa haki na umoja wa Wakenya wote, na bibi hatujali vile tunataka kuunga mkono yale Wakenya wamekataa, kama vile ndugu yangu George Natembea huwa anatuambia tuseme Kasongo ni kweli. Sasa kabla niondoke, mimi hapa Bungoma nataka nione, kwa sababu hapa ndio nilianza kufanya kazi yangu. Hapa ndio nilianza kazi miaka ya pita 40 na kitu hapa mahakamani. Lakini sasa kwa sababu nilimpasha ndugu yangu wetangu la kazi, wacha nimsaidie hapa hii ya leo. Watu Bungoma tunataka kutoa uamuzi wetu leo, na nataka kuwauliza swali. I want to put the question. Mko tayari? Ndio ufisadi uishe, ndio mauaji yaishe Kenya. Tunasema Kasongo, as many as that opinion say amen. As many as the contrary opinion say no. The eyes of it. Kasongo nyumbani na kotini. Wacha tupate wimbo kidogo kutoka kwa rafiki yangu, ndugu yangu Mukisa Kitui. Wana Kenya sikilizeni niwaambieni, hebu ndugu sikilizani niwaambie, wakati Uhuru akaenda Ruto kakaja mbele, makaleta hasara, kuiba uchumi, kuua vijana. Wananchi wote sasa wamekataa, wana Kenya wote sasa wamekataa, wamesema Ruto aende, arute kuweza goi, aende kuchunga kuku, aende kufuga ng'ombe. Mimi nilikuwa naongea dakika 2, lakini tutakuwa tu dakika 1, na moja ni mtunuku one of the 2 young men wenye na makende 3 katika Senate ya Kenya. Moja ni Sifuna, mwingine ni Onyonga. Onyonga will take my 2 minutes. Nenya kumbola ko lira lyongen. Nengenda ne baso ribano bulu bilali hei mila. Akabane kubasangalira. Yimila munju yewe fe kwakana nilebweni. Okale kawenje keja kere ngama sikama amaiko kenywe tawe. Chikura chichameno chimebo byama bya bandu bevwe. Bano bekenere chichame wabwe.
cha kupima na kamani. Asante. Haya basi. Haya Bungoma. Haya tupatie Mheshimiwa Onyonka. Haya watu wa Bungoma muko? Nataka kuona kama watu wa Bungoma mnasema one time. One time. Mimi naitwa Mheshimiwa Bikul kutoka Trans Nzoia. Yule mtu ambaye mlisikia walimtuma Ruto akanishika akaniweka ndani Eldoret, Kitale, nikasumbuliwa kwa sababu ya kusema ukweli. Mnanisikia vizuri? Mimi nawahakikishia, mimi nilikuwa Ford Kenya na mimi nilitembea na Moses Masika Wetangula. Ijapokuwa kazi ambayo walituahidi na Ruto 30% ya Waluhya ilienda wapi? Sisi tunauliza hiyo swali. Na Mudavadi, Mungu amani wabariki, tutarudi siku zingine. Thank you very much. Mheshimiwa Onyonka. Asante sana. Kuna mzee mmoja atajitambua jina. Harambee. Naitwa Pemba kutoka Kasarani, tunasema Murkomen must go. Wangapi wanasema tawe? Anaua vijana wetu, tumalizie naye, si ndio? Asante. Harambee! Harambee! Sitazungumza mengi. Nitasema mambo mawili tu. Jambo la kwanza, ningependa kuongea kwa Kizungu ndio nisikie Mheshimiwa William Ruto asikie, na ingine nitaongea kwa Kiswahili. 1 minute Cleo. Wananchi wenzangu, watu wa Bungoma, kwa wale ambao hamnijui, mimi naitwa Richard Onyonka. Miaka mitatu iliyopita mimi ndio nilikuwa deputy party leader ya Ford Kenya. Nao ningependa kusema hivi, nyinyi ndio tutategemea mbadilishe Kenya. Sisi, mtu kama mimi naweza kwenda kwa TV nasema hao watu ni waizi, nasema hao watu ni wabaya, nasema hao watu wanaua watoto, nasema hao watu ni wafisadi, nasema hao watu wameuza Nzoia, nasema wameuza Mumias. Lakini kila wakati tukisema hiyo, naona watu wanakaa wananiangalia. Hii mambo lazima ikome. If you want a country that is reliable, that takes care of his people, that takes care of his most vulnerable, that takes care of people with disability, that takes care of people from Bungoma, then we must demand good governance and management of state resources. Tunaelewana? The government must stop giving members of parliament positions to employ their relatives. They must stop that with TSC. They must stop with the police. They must stop with the army. And they must stop with what? Prisons. Ni matajiri sisi ambao tumechaguliwa, tunapewa manafasi ya watoto maskini, tunapea wale ambao ni wa ukoo wetu. Nyinyi mnabakia mkiwa fukara. So I am asking you to finish off kubadilisha hii mambo yote. Ruto must. Ruto must. Ukisikia Kalonzo Musyoka, Ruto must. Ukisikia Fred Matiang'i, Ruto must. Ukisikia Cleo Malala, Ruto must. Ukisikia ndugu yangu, rafiki yangu ambaye alikuwa UNIDO, Mukisa Kitui, Ruto must. Na Onyonka anasema nini? Onyonka anasema nini? God bless you and take care of this country. You young people, some of us may never live to enjoy this country. Some of us can be killed anytime because of what we are saying. Take this country and lead. Make sure Kaongo does not mess it. Thank you so much. Haya, asante kabisa. Sasa haya, Bungoma oye! Bungoma muko? Kabla Rigijia ongee, mimi nimeleta salamu za kutoka kule Kakamega. Mumepokea salamu za watu wa Kakamega? Mimi nataka kuongelesha county commandants, police commandants wa hapa Bungoma.
Mimi nasikia wewe umepewa pesa, umeamurisha OCPD na OCS washike vijana wetu hapa wawaingize kule ndani. Mimi ningependa kukuambia kwamba tufuate sheria. Hawa vijana ni vijana wanataka kukomboa nchi yetu. Mimi nataka kusema hivi, Bwana County Commandant, kama utaendelea na hii maneno, sisi tutakushtaki wewe kwa niaba yako wewe privately, uende uwajibike kwa hiyo hongo ambayo unapewa na Wetangula, ukuje ushike watoto wetu hapa. Niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe? Unajua mimi nilikuwa Secretary General wa chama ya Ruto na niko na siri leo nataka kuaibia, ama mtaniuza? Niseme nisiseme? Kuna siku nilikuwa na Ruto akaita Weta, akampatia vitu mbili za kusema, akamwambia ukubali uuze Nzoia ama uuze Ford Kenya. Wetangula akachagua Nzoia. Huyo ni mkora, si mkora? Ama muamini jameni? Si mnaona Nzoia imefungwa? Waliuliza Mudavadi utuuzie chama, akauza ANC. Wakauliza Wetangula tupatie chama yako, Wetangula akasema afadhali abaki na Ford Kenya lakini Nzoia iende. Sasa sisi tunasema tukitaka tukomboe Nzoia, tukitaka tumalize uongozi wa kuua vijana wetu kila wakati, Ruto must go. Nikisema harambee mnasema nini? Harambee! Swali ya mwisho leo hii hapa Bungoma, mukipewa William Ruto na huyu Matiang'i, mtapigia nani kura? Mukipewa William Ruto na huyu Kalonzo, mtapigia nani kura? Mukipewa huyu William Ruto na huyu Rigiji, mtapigia nani kura? Mukipewa William Ruto na Cleo, mtapigia nani kura? Na swali ya mwisho, mukipewa William Ruto na Kondo, mtapatia nani kura? William Ruto ama Kondo? Wapi watu wa Kondo? Sasa tukaribishe Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha nimsalimie ile uongo ya Kasongo. Musangarire. Mwanebaramu. Ni muongo si muongo? Watu wetu wa Bungoma. Hi cousins. Hi kuzo. Makazini hai. Makuzo hai. Nimeona vijana wengine wa Kasongo jana wanataka kulia machozi. Haya. Bungoma oi. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Nimekuja hapa Bungoma kusikiza ground. Bungoma munasemaje? Bungoma munasemaje? Bungoma munasemaje? Huyu Weta ako na habari kweli? Ati anafuata Kasongo? Ati Weta anasema nyinyi watu ya Kasongo? Ni uongo si uongo? Hapa ni one time. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga. Harambee! Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Mimi tumekuja hapa na Justin Muturi. Tumetumwa na watu ya mlima. Pale mlimani tumefungia Kasongo.
kifunguo iko na huyu Justin Muturi. Wewe Justin Muturi, hiyo kifunguo ikipotea utajibu hii watu ya Bungoma. Mimi nauliza watu ya Ingo, nataka mfunge hapa Bungoma, mtupatie kifunguo tuende naye. Mtafunga? 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 Hiyo kifunguo ya Ingo ipatiwe na Tembea na Eugene Wamalwa na Kilio Malala, mfungie Kasongo hapa. Mimi mnajua nilikuwa nakana Kasongo. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Mimi Rigiji na watu ya Mlima ndio tulipitisha Kasongo kuwa rais. Kwani ya uongo? Ile shida yote iko Kenya. Mimi na watu ya Mlima tunakubali makosa. Mumetusamehea? Mumetusamehea? Kufanya makosa si shida, shida ni kurudi. Sisi hatutarudia hiyo makosa, na sisi tutashikana na nyinyi tufukuze Kasongo aende nyumbani. Harambee! Huyu Kasongo anajigamba ati hata kama amepoteza Mlima, amepoteza Ukambani, amepoteza Kisii, anasema hana wasiwasi. Ati wameongea na Raila, amesema kura za Waluya atampatia. Itawezekana? Itawezekana? Nyinyi, hi cousins, hi cousins, hi cousins, my cousins, mumeumia siku mingi. Na nyinyi mumeumizwa na huyu Raila. Mnampigia kura kila uchaguzi, anaenda nauza kura yenu. Si ndio? Raila ametumia nyinyi vibaya watu ya Ingo, si ndio? Sisi pala Mlimani Kasongo ametutumia vibaya. Sasa wale wametumia Waluya vibaya, wale wametumia Mlima vibaya, wameshikana. Na sisi tumetumiwa vibaya, watu ya Ingo na watu ya Mlima, na sisi pia tushikane. Mngetaka tushikane? Let me say to my cousins here in the Mlebe Nation. Huyu Raila anaambia nyinyi ya kwamba Elijah Masibe alisema ati uongozi wa Mluya utapitia kwa Lake Victoria. Hiyo mmejaribu, imekwama. Wacha nimwambie leo mchana uongozi ya Mlebe Nation utatoka kwa Mlima Kenya. Na tukiangalia vizuri, siku Mwai Kibaki walishikana na kijana wa Malwa, uongozi ulipatikana huku patikana. Siku kijana wa Malwa alikufa, Mwai Kibaki alichukua Mude Awori, si ndio? Mimi nimekuja wetu na makuzo wetu, mkubali twende hii safari pamoja. Mungekubali twende pamoja? Twende pamoja? Twende pamoja? Ya mwisho, sisi tumeketi kama viongozi na tumekubaliana, huyu Fred Matiang'i, huyu Eugene Wamalwa, huyu George Natembea, huyu Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Mandri Giji, tumekubaliana tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo. Swali langu nikiwa Bungoma, tukisikizana ni huyu Eugene Wamalwa, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni George Natembea, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Kalonzo Musyoka, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Fred Matiang'i, mtaunga yeye mkono? Na je, wakikubali ni Rigiji, mtaniunga mkono? Na wacha nimwambie, kwa bahati nzuri wakisema ni Rigiji, hii mtu nitamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Kiboko ya Kasongo ni nani? Kiboko ya Kasongo ni nani? Kiboko ya Kasongo ni nani? Wewe Kasongo, nilikufanya rais wa Kenya, nikaunganisha Mlima Kenya, watu milioni 4 wakakuchagua, ukatuonesha madharau, ukatusaliti, ukaita sisi wa kabila. Nitaunganisha watu ya Mlima, tushikana na watu ya Mlebe Nation na watu ya Gusii na Ukambani. Huyu Kasongo akinidharau, anasema mimi ni mkabila,
ati sitokagi wa Munyoro. Sasa niko hapa ni Kiambu. Harambee ya mwisho, mimi naomba Waluya msimame na hii kijana yenu anatishwa, anatembea. Huyu kiongozi anaumizwa na Kasongo kwa sababu ya kusema Waluya waheshimiwe. Amesema Waluya wasidharauliwe. Mimi nataka kusema amewekelewa makesi ya uongo. Mtasimama na mtoto wenu, mtasimama na mtoto wenu. Mimi ya mwisho naomba huyu unatembea, Cleophas Malala, Eugene wa